Hello football fans, karibu tena katika channel yetu Zinazo Trend Kitaa. Leo tutakwenda kusimulia hadithi ya unyenyekevu, ushindi, bidii katika soka na kimataifa. Huyu si mwingine ni N'Golo Kante. Katika ulimwengu wa soka kuna wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa, lakini wachache sana wanaogusa mioyo ya mashabiki kwa unyenyekevu wao. Miongoni mwao jina la N'Golo Kante linang'aa kwa njia ya kipekee kabisa. Kante si mchezaji wa makeke wala si wa maneno mengi, bali ni mfano halisi kwamba bidii, nidhamu na subira huleta mafanikio makubwa. N'Golo Kante alizaliwa tarehe 29 Machi 1991 mjini Paris, Ufaransa, katika familia ya wahamiaji kutoka Mali. Katika maisha ya kawaida yenye changamoto nyingi akiwa mdogo, Kante alikuwa akimsaidia baba yake kwa kazi ndogo ndogo ili kuisaidia familia. Jina N'Golo lilitokana na jina la mfalme wa kihistoria wa Mali, ishara ya nguvu, uongozi. Bahati mbaya, Kante alipoteza baba yake akiwa bado mdogo, jambo lililomlazimu kukua mapema na kujifunza kuwajibika mapema sana. Mwanzo wa safari yake katika soka. Safari ya soka ya Kante haikuwa rahisi. Alianza kucheza soka katika klabu ndogo za mitaa. Kwa muda mrefu alikataliwa na academies nyingi katika madai kuwa ni mfupi na dhaifu kimwili. Hata hivyo, N'Golo Kante hakukata tamaa. Mwaka 2010 alipata nafasi ya kujiunga na klabu ya Bologna iliyokuwa ligi 2. Hapo ndipo jina lake lilianza kusikika taratibu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukimbia, kukaba na kusoma mchezo. Kupanda mafanikio Ulaya. Baada ya kuonyesha kiwango kizuri Bologna, Kante alijiunga na Caen mwaka 2013. Ndani ya muda mfupi alijulikana kama kiungo bora ulinzi nchini Ufaransa. Mwaka 2015 Kante alifanya uamuzi mkubwa wa kujiunga na Leicester City ya nchini England. Hapa ndipo historia yake iliandikwa, sehemu ya kikosi kilichodharauliwa. Kante alichangia kwa kiwango kikubwa Leicester City kushinda ligi kuu England msimu wa 2015-2016, moja ya mafanikio makubwa zaidi katika historia ya soka, ikiwa ni baada ya klabu hiyo kupanda daraja katika ligi kuu nchini England na kufanya vizuri hadi kufikia nafasi ya kutwaa taji hilo kubwa duniani, taji la Premier League. Baada ya kutwaa taji hilo la Premier League akiwa na timu ya Leicester City, N'Golo Kante alijiunga na Chelsea, ambapo aliendelea kutwaa mataji makubwa ya Ulaya ikiwemo ligi kuu ya England, FA Cup, UEFA Europa League pamoja na UEFA Champions League. Mafanikio ya kimataifa. Katika timu ya taifa ya Ufaransa, Kante alikuwa nguzo muhimu ya mafanikio makubwa zaidi yaliyokuja mwaka 2018 alipoisaidia Ufaransa kushinda kombe la dunia nchini Urusi. Alitambulika kama mmoja ya viungo bora zaidi wa ulinzi duniani kutokana na uwezo wake wa kukaba bila kuchoka, kwani Kante huzunguka pande zote za uwanja. Hivyo hupelekea baadhi ya wachambuzi kusema kwamba Kante is everywhere, yani maana yake Kante yupo kila mahali katika mchezo. Kukimbia umbali mrefu. N'Golo Kante ana sifa na uwezo wa kukimbia kwa umbali mrefu bila kuchoka, hali ambayo inamfanya aende kwa kasi zaidi akiwa uwanjani katika dakika zote 90 na kuwapa wakati mgumu sana wapinzani wake ambao hukutana nao, kuwasaidia ulinzi na mashambulizi. N'Golo Kante ni moja kati ya kiungo mwenye sifa ya kusaidia katika nafasi ya ulinzi pale timu inapokuwa inahitaji walinzi zaidi. Pia N'Golo Kante ni kiungo ambaye anaweza kusaidia timu katika kushambulia ikiwa timu yake inacheza katika nafasi ya kutafuta ushindi. N'Golo Kante anaweza kuzifanya kazi zote hizo mbili, kazi ya ulinzi na ushambuliaji, kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu, kitu ambacho kinamweka kuwa tofauti na viungo wengi wakabaji ambao huweza kuwa na sifa mojawapo, aidha kati ya kuzuia au kushambulia. N'Golo Kante ana sifa zote hizo. Changamoto na majaribu.
Licha ya mafanikio makubwa, Kante amepitia changamoto nyingi. Ameandamwa na majeraha ya mara kwa mara, hasa akiwa Chelsea, yaliyomzuia kucheza na kuwa na muendelezo mzuri. Pia shinikizo la umaarufu halikumfanya abadilishe maisha yake. Kante aliendelea kuishi maisha ya kawaida, kuepuka makeke ya mitandao ya kijamii, kuzingatia nidhamu na kazi. Maisha binafsi na tabia ya N'Golo Kante. N'Golo Kante anajulikana sana kwa unyenyekevu wa hali ya juu. N'Golo Kante ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wanyenyekevu pindi wanapokuwa uwanjani au wanapokuwa nje ya uwanja. N'Golo Kante akiwa uwanjani akichezewa faulo, si mchezaji wa kwenda kulipiza kisasi, bali ni mchezaji ambaye atainuka na kuendelea na shughuli iliyomleta uwanjani. Pia N'Golo Kante amekuwa si mjivuni wala si mbishani katika mchezo, hupenda kuzingatia sheria zote za mchezo. Hivyo inamfanya N'Golo Kante kuwa mchezaji wa kipekee mwenye uwezo mkubwa na nidhamu anapokuwa uwanjani. Kuepuka anasa kupita kiasi. Pia N'Golo Kante amekuwa mchezaji ambaye si mtu wa anasa, kwani hupenda kuishi maisha ya kawaida anapokuwa uwanjani na anapokuwa nje ya uwanja. Pia N'Golo Kante huishi maisha yasiyokuwa na anasa, kwani sio mtu wa kwenda sehemu za starehe, sio mtu wa kufanya party kila siku. N'Golo Kante amekuwa na sifa kubwa akisema kwamba maisha yake anategemea zaidi kusaidia ndugu zake na si kufanya anasa ambazo hazitampa faida yoyote katika maisha yake. Kuishi maisha ya kawaida licha ya kuwa na utajiri. Hivyo N'Golo Kante ni mchezaji ambaye si kwamba ni maskini, bali N'Golo Kante ni mchezaji mwenye kipato kizuri na anayelipwa vizuri zaidi, kwani yupo katika wachezaji wakubwa ambao wamemaintain kucheza kwa muda mrefu bila ya kupungua kiwango. Hadithi yake ya umaarufu ni ile ya kuendelea kuendesha gari dogo la kawaida hata baada ya kuwa nyota wa duniani. Pia anajulikana kwa kusaidia watu kwa siri bila kujitangaza. Hii inatuonyesha kwamba sio kila shujaa huja kwa kuonekana kwa makeke. Wengine huja kimya kimya wakiwa na tabasamu dogo, lakini mioyo yao imejaa ndoto kubwa. Huyo si mwingine ni N'Golo Kante. N'Golo Kante alipenda mpira, lakini wengi hawakuamini. Ni mfupi sana, zilikuwa kauli zao. Ni dhaifu sana, hatafanikiwa. Hizo ni kauli ambazo N'Golo Kante alizipitia katika safari ya kuyafuata mafanikio yake. Alikataliwa mara kwa mara, lakini Kante hakuwahi kukata tamaa. Kila alipopata mpira alikimbia zaidi. Alipokosa nafasi alifanya kazi zaidi. Kila Kante alipopata nafasi alithibitisha haikuwa bahati, alikuwa kipaji halisi. Mataifa makubwa, mashindano makubwa, na pia mafanikio yake yalikuwa makubwa zaidi kadri muda ulivyokuwa ukisonga mbele. Mnamo mwaka 2018 katika kombe la dunia nchini Urusi, Ufaransa dhidi ya dunia, na tena katikati ya uwanja alikuwepo Kante. Alikaba, alilinda, akitoa roho yake kwa taifa lake. Mwisho wa siku Ufaransa waliibuka kuwa mabingwa wa kombe la dunia, hivyo kumfanya N'Golo Kante kuwa mchezaji mwenye taji la kombe la dunia. Licha ya umaarufu, likiwa na pesa, akiwa nyota wa duniani, Kante hakubadilika, hakutafuta makeke, hakutafuta anasa. Aliendelea kuwa yule yule mtu wa kawaida mwenye moyo wa ajabu. Hii si hadithi pekee, ni hadithi ya unyenyekevu, ni hadithi ya bidii, ni hadithi ya mtu aliyekataa kukata tamaa, kutoka mitaa ya Paris hadi kilele cha dunia. Huyu si mwingine, huyu ni N'Golo Kante. Usisahau kusubscribe, kulike katika channel yetu. Usiache pia kutufollow katika mitandao ya Instagram, TikTok, pia kusubscribe katika channel ya YouTube @ZinazoTrendKitaa. Don't go away, chill with us, stay with us. Ciao, check it out.